Soma maandiko, unajua haswa kazi yetu kama wateule ama watumishi wa Mungu, kazi yetu ni kuonya kupitia maandiko, kupitia andiko la Mungu, ndiposa tukaweza kurekebisha wewe ambaye umejiweka katika njia ambayo sio ya kiungu. Hapa ndipo unaonanga hakuna haja ya watu kuokoka, sababu haiwezekani wewe umeokoka, unaenda kanisani unasema Bwana asifiwe, unaenda kanisani unaambia watu umeokoka, Yesu ni Bwana, lakini yale mambo yanayotoka katika kinywa chako na matabiko yanafanana. Inamaanisha nini? Mtu ambaye unayeokoka unaporushiwa mawe, hiyo inakuanga ni faida kwako, sababu katika ulimwengu wa kiroho Mungu anakuinua. Lakini iwapo utarushiwa mawe na wewe ulegeshe hayo mawe mahali ambapo yametoka, inamaanisha you upstairs, hauna leadership ndani yako. Inamaanisha nini? Twende katika maandiko, kitabu cha Samueli wa pili 16 mstari wa 5. Kuna kijana alikuwa anaitwa Simei. Simei amekuwa akimtusi Daudi, anamtusi mambo mabaya, lakini Daudi sababu alikuwa ni mpakwa mafuta, ni mteule wa Mungu, hakurespond sababu Daudi alikuwa na jeshi ambayo ingeshughulikia yule Simei, ama wangemficha ama wangemuua. Lakini sababu yeye ni mtu alikuwa anajua hayo mambo na anajua yeye ni kiongozi, kuna yale mambo hawezi akayafanya, kuna kile kitu ambacho hawezi akafanya mbele ya watu ili kuleta jina lake chini. Unajua wewe unapokuwa baba katika nyumba, mtoto akutusi na wewe umtusi, tena kutusi na wewe umtusi, tena kutusi na wewe umtusi, nyote mnaitwa wachinga. Lakini unapokuwa baba katika nyumba, mtoto akutusi wewe unyamaze, huyu mtoto atafika arudi aseme mbona nimetusi huyu mtu na achaongea, mbona nimetusi huyu mtu na ajanena chochote. Inamaanisha akili yako inafanya kazi. Lakini iwapo jibu uchinga juu ya uchinga, unapojibu mchinga, inamaanisha hata wewe ni mchinga. Lakini iwapo utanyamaza wakati mchinga anapoongea, utaitwa kana kwamba wewe uko na hekima. Lakini hapa ndio hekima inakosea, wakati mtu anakutusi na wewe unamjibu. Inamaanisha akili yako ifanye kazi. Inamaanisha hauna ile leadership ndani yako. Inamaanisha wewe umetoka katika njia ya utawa ama njia ya kiungu. Mtu ambaye hakika umeokoka, mtu hawezi akakutusi na wewe ukamjibu. Lijakuwa kuna hasira, ndio lijakuwa kuna ile kukasirika, lakini kuna yale mambo unamesa, una assume. Usioneshe hasira yako, na wewe ni kiongozi wa nchi, uoneshe hasira yako, kila mtu anaona jinsi unavyokasirika. Kama unakasirika hivyo hadharani mbele ya watu, upatiwe chance ama Mungu asimechua, asime mwangaza, si unaweza ukafanya kitu kibaya, ama unaweza ukaua kila mtu. Kwa hivyo hasira isaidie. Hasira ni ya wachinga. Hata maandiko yanatuambia katika kitabu cha Methali yanatuambia mtu mchinga uweka hasira katika moyo, ama hasira ukaa katika moyo wa mtu mpumbavu. Kwa hivyo unapotusi mtu bila makosa, unapotusi mtu sababu wewe labda unaona kana kwamba you are untouchable, inamaanisha umewachana na Mungu. Kwa hivyo hasira ichengi. Hasira wakati mwingi haichengi. Chenye kinachochenga ni kunyamaza. Unaponyamaza ulete wazimu muweka hapa, na ulete watu werefu waweke. Yule wazimu afike kwa watu werefu, anyamaza, asiongee chochote, hata yeye atahesabika kuwa mtu mwelefu. Kwa hivyo ataonekana mwerefu tu, lijakuwa yeye ni mchinga, ataonekana kana kwamba yeye ni mwerefu. Kwa hivyo muache hasira. Kazi yenu ni kufanyia wananchi kazi. Nyinyi ni viongozi, nyinyi ni jicho la taifa. Upuzi mtawacha tu, na Mungu atawajibu kwa wakati wake. Kwa hivyo wakati wa Mungu utafika tu na mtaona aibu. Nyinyi nyote tu fanya mabaya, lakini wakati moja mtachua Mungu si kama mwanadamu.